Mjumbe. Wewe Biti Manyama? Toka nje bwana, nuka ndani ka utumbo. Toka nje bwana, hauna ugoni. Hivi Biti Manyama. Shimbombo ananitafuta nini kitu gani? Tena jamani. Mimi nataka kujua tu kwamba Shimbombo anachotafuta mimi anatafuta kitu gani. Kuna tatizo gani ambalo lilitokea? Sasa ukiona mimi mpaka nimekuja hapa kwako wewe ni mjumbe. Maana sisi tutakuleta wewe matatizo. Ukiona mpaka mimi nimekuja kwako wewe, ujue kuna matatizo. Unajua mjumbe, mara ya mwisho nilikuja hapa kwako wewe kwa ajili ya kesi ya Shimbombo. Na kesi ilikuwa ni nijue uamuzi wa mipaka ya shamba la Kena kwangu mimi. Na wewe ukasema kesi wewe unaimudu na utamaliza wewe mwenyewe. Na ni kweli mimi nakushukuru nilimaliza nikaonekana mimi ndio mwenye haki ya ile eneo. Sababu yeye ndiye kwenye eneo langu mimi. Lakini mjumbe huwezi kuamini ile kesi wewe ndio unamaliza tu kwa bwana Shimbombo ilikuwa hajaisha. Kwa sababu tokea muda ule mimi shambani kwangu nikaamua kulimisha. Nikaita vijana kanipangia pale na kanipangia mazao yangu. Sasa leo hii ninapozungumza sasa hivi nimetoka shambani kwangu. Nafika shambani kwenda kuangalia maendeleo ya mazao yangu, nakuta mazao yangu mimi yamehama. Yaani mahindi ambayo kwa nimeyapanda pale yamehama, yamemea kwenye shamba la Shimbombo. Alafu wewe uchafu wa Shimbombo ule ndio kaja kuhamisha kwenye shamba langu mimi. Hivi anatafuta mimi kitu gani? Kwa Shimbombo huyu? Unajua yule anataka yeye kwamba watu wakana mwogopa kwenye kijiji sababu ya uchawi wake. Nasemaje mjumbe? Yaani kama unamuita Shimbombo, muite uzungumze naye wewe. Usitegemee kumuita Shimbombo utaniita mimi nitakuja. Mimi siwezi tena kukaa chini tukajadiliana habari za Shimbombo. Siwezi. Kwa sababu huyu ameonyesha dhahiri kabisa anataka vita na mimi. Na kama anataka vita na mimi, basi kamchokoza bea. Na mimi nataka nimuonyeshe kabisa uchawi wa kwake wa kununua ule na uchawi wa kwangu mimi wa kuzaliwa. Upi wenye nguvu? Mjumbe, sitaki kesi uingilie. Niache. Nitamaliza mimi mwenyewe. Sitaka nimuonyeshe rangi yangu ya pili, nitamuonyesha. Karibu nyumbani, Mazonge kijijini, vibweka na vituko, hapa ndo nyumbani. Tuna nyumba ila tunalala makaburini, hiki ndo kijiji cha Mazonge. Mazonge kijijini, Mazonge majumbani, Mazonge mashambani, Mazonge kijiweni, kijiji cha Mazonge. Hivi hii tabia ya ushirikina utaacha lini? Kwani unakuwa unapenda sana mambo ya kishirikina wewe? Ya mimi nilikuwa najua ni kwenye familia yenu lakini kumbe mpaka Mwenyezi Mungu ameamua kuchukua. Sasa unakwenda kuchimbia vitu kwenye nyumba yako, nje ya ardhi ya nyumba yako. Au unaye mdogo unamloga nani sasa? Unaniloga mimi unajiloga wewe. Maana nakusikia pekee mwanzo, nimefika muda mrefu hapa. Nakusikia hapo unanuia. Huyu mhusika akifika kwenye ardhi ya uwanja wake, akikanyaga tu ardhi, achanganyikiwe, asimpende hata mume wangu, nibaki mimi na mume wangu. Hii ardhi ya nani? Hapa ni kwako. Manake unajiloga wewe. Au ulikuwa unaniloga mimi? Bima hivi vitu vina faida gani mke wangu? Vina faida gani? Kwani umesikia mambo ya uchawi haya? Wewe mimi nazungumza, unanyanyua ngwala zako unaondoka unaingia ndani, si ndio? Maana umekuwa kiburi.
Yaani unajivunia mambo yako ya kishirikina kwamba mimi nitakuogopa, si ndivyo? Sasa nataka nikwambieje? Mimi mumeo Mimi mumeo na nitabakia kwa mumeo. Unitishi kwa chochote. Yaani kama ni masuala ya uchawi mimi mwenyewe mchawi vile vile mpumbavu wewe. Wewe mwanamke imefikia tu mpaka unakuja kuloga nyumbani kwako. Maana yake nini? Sasa kama leo umeanza nje, kesho tutaingiza mpaka ndani uchawi huo. Unataka kuniloga mimi, unajiloga mwenyewe hapa. Mimi usinivuruge bwana. Maana mimi siku ya leo kwangu imekuwa kama siku mbaya. Nimetoka shambani kwangu kule nimekuta mzee nani mwenye jina bovu huyu. Shimbongo. Kaenda kuyamisha mazao yangu kamisha kwenye eneo lake. Nimetoka kwa mjumbe sasa hivi. Mambo bado yananivuruga siku ya leo. Wewe naye pia nataka nije kupata faraja kwako. Wewe naye unanivuruga. Maana yake nini? Sasa nasemaje? Mimi leo hapa nyumbani silali. Naondoka naenda kwa mke mwenzako. Nitakula kule na kula na kulala huko. Wewe bakia mwenyewe na uchawi wako mpumbavu wewe. Mwanangu unakosa maarifa. Kijiji cha Mazonge, oh Mazonge, Mazonge. Kijiji cha Mazonge, oh Mazonge. Kijiji cha Mazonge majumbani, Mazonge mashambani, Mazonge Wewe Bonzo. Mjomba. Mtu atakuwa kwenda wapi? Mimi simwambia siondoke hapa. Simwambia siondoke hapa au kijana. kijiji cha Mazonge, oh Mazonge, Mazonge. Kijiji cha Mazonge, oh. Sasa mjomba, mimi nilikuwa namuulizia rafiki yako Gonza. Nimekwenda nyumbani sijakuta. Hapo mjini rafiki mkubwa na Gonza. Sasa atakuwa amekufa. Asema kweli mjomba, na kwa sababu huko kwa mke mdogo nilikotoka kukutana. Ndio. Naelekea kwa mke mkubwa. Inawezekanika kama naelekea kwa mke mkubwa nikaona naye. Kwa hiyo nimwambieje kwamba arudi nyumbani? Hapana, sitaki arudi nyumbani kwa sababu Gonza adabu hana. Nimemwambia abaki nyumbani, hataki kubaki nyumbani, ameondoka. Nimemwambia hiki kijiji ni hatari, lakini yeye hataki kunisikia. Sasa nimekwambia hivi, wewe ndio rafiki yake. Mwambie Gonza sitaki kumuona tena. Mimi na yeye fi dunia wala akhira sitaki. Na mama yake tampigia simu. Nimekwambia hivyo, wewe ndio rafiki yake, mfikishie hizo habari. Mimi na yeye fi dunia wala akhira sitaki tena. Tunaondoka. Fikishie hizo habari. Sawa mjomba.
nyayo kukanyaga. Ama kwa kweli una mawazo. Mimi nimetoka zangu hivi juu, ninaelekea bondeni. Nimefika hapa ndani ya dakika 15 na kuzungumza peke yako. Msamaha, rafiki yangu mimi au rafiki yako? Rafiki yako wewe hapo ulisema kwa umepotea kwake unapatafuta. Inawezekana kweli siko sawa. Kiukweli, kuna rafiki yangu kweli namtafuta. Na sika kwamba siwezi kufika nyumbani kwake, hapana. Nishafika sio mara moja sio mara mbili. Na cha kushangaza yani leo tu kila ninapotembea hivi nashangaa napotea. Nimetembea sana kidogo mpaka nafika hapa hivi. Nimejikuta nitulie kwanza hapa ili nitulize akili yangu. Lakini ni sehemu ambayo napajua kwa sababu nishaenda sio mara moja sio mara mbili. Lakini mpaka sasa hivi nimetembea sana, nimechoka na hisi kila ninapoenda napotea. Mimi ndio kusaidia swali hili. Pole sana. Asante sana. Huyu jamaa anaitwa Pakome. Pakome. Kwa unamfahamu na kwa unafahamu kunaweza kupeleka. Kiukweli nitashukuru maana nimetembea sana. Kuna muda nilitamani moyo wangu uwe kama wa Tanzania kijanga, lakini jamani nimegaili, maana sikuwa nitaanza kulizwa na mama Vani. Nimegundua moyo wa Tanzania mwepesi, sitaki kuamini kama yanamtesa mapenzi. Huu unyayo ulioleta ni wa huyu kijana, na hiki ni kivuli chake. Anaonekana ni mgeni kwenye hichi kijiji, na lazima nimuoneshe hiki ni kijiji cha Mazonge. Karibu nyumbani, Mazonge kijijini, vibweka na vituko, hapa ndo nyumbani. Tuna nyumba ila tunalala makaburini, hiki ndo kijiji cha Mazonge. Mazonge kijijini, Mazonge majumbani, Mazonge mashambani, Mazonge kijiweni, kijiji cha Mazonge.